Kwa jina naitwa Daudi Ibrahimu, niko maeneo ya stendi kubwa hapa. Kuna gari aina ya rimu, ilikuwa inatokea upande wa juu, ilikuwa inashuka. Katika kushuka kulikuwa na mtu anapanda. Kwenye kupanda akagongwa. Kwenye kugongwa ameanguka mpaka sasa hivi ndo hii maiti iko kwa hapa. Na gari haikusimama, imeendelea na safari zake. Kwa jinsi dereva alivyokuwa anaendesha, hatukujua kama alijua kuwa ni amegonga au vipi, kwa sababu gari ilipita moja kwa moja. Uzembe, kwa kuangalia uzembe hapo siwezi kujua, kwa sababu ilitokea tu ile mshtuko na kugeuka kukuta mtu ameshagongwa. Ajali yani ilivyotokea, yani ni basi iliyokuwa inashuka na mtu anapanda. Alivyokuwa anapanda ndo kugongwa, kuanguka chini na kufariki hapo hapo. Kwa majina naitwa Salvatore Christopher, mzaliwa Mchaga. Yani kiufupi, yani sheria za hapa Tanzania bado tuko nyuma sana. Sababu kama ule jamaa tayari ni marehemu, na kabla ya marehemu walishapigiwa simu wakaambiwa kuna tatizo. Muda sana kabla hata marehemu hajafa. Muda mpaka amekuja kufika ni nusu saa tayari jamaa kashakufa. Nakumbuka jamaa kagongewa pembeni, sio katikati ya barabara. Alafu bado hiyo tena nataka tumbeba na guta. Yaani kama vile marehemu ana nini? Hana haki. Hata kama kufa pia ana haki zake. Kumpakia mtu kwenye guta sio vizuri. Ambulance za serikali zipo, magari ya serikali hapo, mafuta yanawekwa. Kwa nini unamweka kwenye guta? Yeye mwenyewe ndo alikuwa kipaumbele kuingiza mwili kwenye nini? Kwenye guta. Tukio la kumbeba mtu na guta ni kitu ambacho hakitakiwa, sababu ambulance za serikali zipo, gari za serikali zipo. Na sio wanaweka mafuta, magari mafuta yanawekwa na rais mwenyewe. Sio kwamba ni wao wanaweka mafuta. Kwa kumbebea pale kwenye guta sio vizuri. Aliyomgonga ni gari la Limsafari, ilikuwa ndio linaenda kupakilia. Na aliyoko kwenye gari sio dereva. Alikuwa anaosha gari, akaambiwa tu afanyeje, ailete stendi. Pale hivi gari ndio ikaanza kumkatalia. Gari kaanza kuyumba. Alikuwa anagonga akaikwepa, ndio akabatika kufanyaje, kumgonga yule mshikaji. Kwa hiyo kumgonga ile tairi ikapanda nini? Ikapanda pale juu, ikapasua yule ubongo wote, katenganisha. Huyu alikuwa ametokea stendi anakuja hivi, na huyu mwenye gari ametokia huko anaenda stendi kupakia. Na yeye alikuwa anapita wapi? Huku kabisa. Sio kwamba amegongewa huku kabisa, wanaotembea kwa miguu ndio kamfuatia huko. Ni uzembe wa madereva na ni uzembe pia wa mabosi pia, tujumlisha na mabosi, kwa sababu ukisema dereva hawezi kwenda bila bosi kumpa nini? Ajira. Kwa hiyo tunasema ni uzembe wa nini? Wa mabosi na madereva. Na yule aliopewa akuwa makini. Na dereva unajua kabisa hiki ni chombo chako, kwa nini mkabidhi huyu? Kwa nini usije nacho wapi? Eneo lako la tukio, sababu unajua hapa ndo unapoenda kufanya nini? Kazi. Kwa madereva na sometimes na wenyewe wafanyaje, wawe makini. Waangalie na mtu anaweza kumpa chombo chake cha moto. Na vyombo vya moto ni hatari. Kwa majina naitwa Elisha, natokea pande za mjini kati huku. Bana, hii ajali bana imetokea leo. Imetokea kama vile yani ni mtu alikuwa anashuka kutoka mianzini anaelekea chini hivi stendi kubwa. Sasa kama hiyo ajali ulivyoiona hapo, mzee ni kama na miaka takriban mtu wa makamu, yani mzee wa makamu. Kwenye 2 na 3 sasa ndio ukakuta mzee na yeye gari kwenye kubananisha barabara ni ndogo hivyo. Kwenye mpishano ile mzee akapigwa hapo ishi, ndo akaanguka kama hivyo. Kaangukia kichwa akafariki hapo hapo. Huyo atakuwa alikuwa nikaa kumba, huyo alikuwa hawezi kuendesha, ni amebidi tu kuchukua gari la watu kulipigia mazoezi. Lakini kisheria kweli barabara kwa kupitisha watu hapa hivi, hii barabara ni ndogo. Magari makubwa, yani unapitisha magari makubwa alafu nje akatembea kwa miguu, inakuwa ni chache. Maana toki angalia nje yenyewe na mashimo makubwa. Kwa mtu hata na mvua zinazonyesha sasa hivi zinakuwa zimeharibika. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie bana, barabara ndio inaingiza watu viongozi wakubwa, inaingiza vyombo vikubwa kutoka mikoani. Ukiangalia yenyewe hata ukipiga picha ukiangalia barabara bado ni finyu tu. Na yuko hapa karibu na uwanja mkubwa kabisa kimataifa stadium. Anapa kisheria tu barabara ijengwe iwe nzuri, ipanuliwe, maana hapa magari makubwa mengi yataendelea kusababisha vifo vya watu na wananchi wa Tanzania. Kama hivyo Guta ni alikuwa anatakiwa kwamba kwanza yapewe kwanza kipengele chengine, maana Guta alikuwa si sheria yake, ilitakiwa ambulance kama ambulance. Maana hapa ni mjini kati. Na ile Guta lilivyokuja hapa ilikuwa linakuja kama kuleta tu taharuki. Sisi tulikuwa tunangoja ni gari la polisi libebe marehemu, maana ile si mbole, ni binadamu bana. Litakuwa limbebe yule maiti limpeleke sehemu husika kama ni mochwari. Lakini Guta litakuwa libebe tu maviazi manini kwa masokoni, si bebe maiti bana binadamu.
Wamiliki wa magari wa makini na magari yao, wape madereva makini wenye leseni zenye high grade. Wasija katoa tu gari kwa mtu tu punda ambaye eleweki tu anaendesha tu magari madogo akaja kuendesha na huwa watu. Haifai mkuu. Naitwa Saidi Alifa Maona. Bwana, hii tukio lililotokea hapa ni tukio kubwa sana. Ni tukio zito sana na mimi nimelishuhudia na nimeliona katika machoni mwangu. Ni tukio ambalo linasikitisha sana na limetuumiza sana si wananchi. Kwa hiyo madereva tunawaomba wajaribu kuwa makini sana wanapofika katika tukio hili la stendi. Wasiwe wanapita spidi sana, wajaribu kuwa makini sana. Tunawaomba sana wawe tafadhali, hapa ni stendi, kuna wingi wa magari, wingi wa watu. Kwa hiyo wanapofika maeneo haya wanatakiwa wawe makini.